Mimi hapa mke wangu nina vidonda vya tumbo. Uwezo wa kustahimili njaa sina. Lakini hizi hapa supu sio zangu. Kuna mtu kaniomba tu nimshikie mara moja kaelekea chooni. Kwa hiyo nikaona nimfanyie uungwana mke wangu. Ila sio kusema eti mimi sijafunga, hapana. Nimemshikia tu vitu vyake hapa mke wangu. Mimi nimefunga kabisa. Yaani kumshikia gani na wakati nimekuona unakula mapupu ya ng'ombe? Acha kunipumbaza. Usinione mimi poyoyo. Wewe leo nimekufumania kwa macho yangu. Unakula mapupu ya ng'ombe. Aliomba nimuonjee chumvi mke wangu kwenye supu. Ila mimi sio kusema sijafunga mke wangu, nimefunga. Usinifikirie vibaya kila siku. Nimekuja tu hapa kurefresh mind na kupunga hewa. Na kukutana na baadhi ya marafiki tu basi. Sema nimemuonjea chumvi tu kwenye supu yake ndio nataka useme mimi sijafunga. Nimefunga mke wangu. Sasa wewe umefunga. Unakuja kufanya nini huku mgawani? Leo utanieleza. Na leo ndio utajua kama maharage ni mboga au maharage ni tunda. Wewe nahisi na kuchekea. Na nishanunua mkanda. Nikirudi nyumbani lazima nikunyoshe nao. Wewe unajifanya umefunga afu ukija unajishindilia, si ndivyo? Lakini niongopea umejua umshikie mtu. Unajifanya muuni wewe. Maneno yako ya uongo nishazoea. Leo nimekufumania kwa macho yangu. Wewe mume wangu leo utaenda kunieleza vizuri. Nimekuja huku mke wangu huku mgawani, nimekuja kumsalimia yule dada pale. Yule dada pale restaurant pale kwenye cash counter. Mimi nimekuja kumsalimia. Ila sio kusema sijafunga mke wangu, mimi nimefunga kabisa. Kwa nini mke wangu unashinda kunielewa? Yaani kwa hiyo umekuja kumsalimia yule dada wewe kama nani yake au wewe ni awala yake, si ndivyo? Kwa hiyo mume wangu unanichiti. Unakuja unakula supu ya mapupu manake hapa bure. Yaani yule ni mtu wako, si ndivyo? Wewe unashinda kunielezea vizuri hapa. Wewe leo utanieleza. Haiwezekani. Wewe mwanaume wangu unaonekana malaya. Ukiachana na umalaya pia imani pia huna. Unakuja hapa unakula bure, alafu unaenda unamla na mtoto wa watu. Seti. Yaani wewe ngoja. Na niliu mke wangu. Yule pale ameniletea mapupu tu nimshikie. Ila sio kusema mimi sijafunga. Alafu yule pale sio wala wangu. Mimi hapa tu nimekuja tu kumsalimia. Mapupu tu nimeashika tu hapa, ila sio kusema mimi sijafunga mke wangu. Embo twende nyumbani huko ukanieleze vizuri. Mimi hapa sikuelewi. Mzee, naishi kama imetokea misunderstanding kule kwa mzee Ngundo kule. Kitoo amemkamata amemfungia ndani. Naishi hadi mdau amempeleka polisi na mimi wesha kwenda kumtoa shina. Mshahada wako unahitajika mzee wetu. Misunderstand hiyo vipi? Sasa wewe imekuaje umekuja hapa afu mwenzio kabaki? Usinichanganye wewe, nakwambia mwanangu namtaka arudi. Asiporudi nakata kichwa iko. Wewe nichanganye tu, unanijua akili zangu. Mara ya kwanza uliponyoka kanilisha mavi nikakuachia ukajiona na bahati. Sasa ulipofikia huko umefikia sehemu nyingine. Mtoto wangu kaenda wapi afu wewe urudi hapa unaanza kunielekea ujinga wako. Niletee mwanangu, la sivyo nakata futa hilo. Asha sio mimi mzee. Ukoko wa dhambi ndio ulomponja kwenye jungu la ukoko. Sio mimi ndo nilomwambia aingie. Amemshogeza yule bibi mkubwa kwenye mlango pale kaingia mle ndani kufuata tambi. Alikopo anasema shaumu imembana, akaenda kula maswala ya iftari. Akataka kunishawishi mimi niingie shema nikashikia sauti ya mitofyolo. Nikashindwa kabisa kuingia. Kitoi inaishi wamempeleka polisi. Na mimi wecha kwenda kumtoa shina. Sasa mzee unataka unitoe futa. Mimi nitaishije sasa? Mshahada wako mzee naomba unisaidie katika hilo. Kijana, mimi sina msaada katika hilo. Kama mmeakoroga na mmeanywa. Na ninawaambiaje? Wewe fanya ufanyavyo, naomba mwanangu niletee hapa. La sivyo nitafanya kama nilichokwambia. Wewe unajifanya umedata wewe. Hebu niletee mwanangu, aende polisi, aende wapi? Mimi sijui. Wewe ndo utakopo wa kwanza kukushtaki. Maana mimi muda wote nilikuwa nikikuona wewe mwanangu yupo pembeni. Sasa unazaje kuniambia eti mwanangu hayupo, sijui kaenda polisi? Kaniletee basi. Shawa mzee nitamleta, nitafanya hivyo. Sijui nitampatia wapi huyo kitoi. Uko kwa tambi umemponja. Mzee nitamleta shawa. Oyo hapo afande. Hivi unapataje ujasiri gani wa kuniweka mimi hapa loka hapo afu kizingatia mimi ni maamuma? Yaani ndani ya dakika moja naweza kukugeuza na kuwa nyau. Hivi unanichukuliaje wewe? Unaweza kufanya toka wapi skali? Wewe wapi unaniwekaje mimi ndani mjomba? Kama inawezekana nitoe haraka, fanya chap. Sawa. Embu acha kelele wewe. Hapa haupo nyumbani kwenu. Haupo na mama yako mzazi, sawa? Alafu isitoshe wanaume wanapigana na wanawake. Wanaume wanapigana na wanaume wenzie. Unajifanya mwanaume alafu kumbe unapigana na wanawake? Wewe mshamba nini?
Alafu isitoshe mwanaume gani kama wewe unakimbilia mawe? Kumbe wewe boya wewe. Unakaa unalalamika njaa, unaingia kwenye nyumba za watu, unakimbilia masuala ya futari. Tafuta hela, pambana na mwanaume, acha kujilegeza. Utakiponza kidegree iko. Yaani alafu kuhusiana na yule mwanamke kumpiga, ameataka mwenyewe. Usinikumbushe machungu mwanangu. Hivi unajua utamu wa magimbi pamoja na ukoko wa tambi unavyonoga kwenye kichwa, eti kwenye kichwa. Kwenye tumbo. Sasa yeye alikuwa anatuzuia ili waje pale mlangoni. Kwa hiyo sisi alikuwa anataka tu lazima tupigwe. Yeye ameataka ndio maana sisi tukambonda. Wanasema mwana kulifind mwana kuligeti. Mwana kulitaka mwana kulipata. Sisi tukampatia anachostahili. Sasa wewe unadakia mada. Unaijua? Amekwambia nani kwanza? Acha kunishobokea alafu. Kama mimi imeshindikana kutoka, nitakula basi tafutali ya ukujela. Sasa ndio uende kupigana kwenye nyumba za watu? Ulialikwa au ulitoa hata oda ya futari pale? Mpaka unaenda unapigana na watu, unagombana, unapiga mke wa mtu, kisa futari. Kwani wewe kwenu uli? Pambana kama mwanaume, tafuta masuala ya msosi, tafuta pesa, utajihudumia mwenyewe. Sasa unaenda unajizalilisha afu kizingatia wa kiume mwanetu. Wewe vipi wewe? Unatanyea umomo jela. Yaani wewe hapo afande hujui inavyouma. Wewe mtu unamnyimaje ukoko? Tena ukoko wa tambi unavyonoga mwanako. Wewe mtu unaenda kabisa pale ajanialika ndio sijakataa, lakini ukoko mimi nimeshinda kuanzia asubuhi hadi jioni. Ramadhani unabidi uwazingatie maamuma kama sisi. Wewe unatunyimaje masuala ya msosi? Nimefika pale anatuzuia. Alafu mmewe alipokuwa ananongwa kanibonda sana mimi. Unaninyimiaje ukoko wa tambi? Ukoko wa tambi upi huo kwenye jungu la ukoko? Anatunyima sisi msosi. Sijapenda hata kidogo, na ngoja nikitoka nitaenda kuwaonyesha. Wanatafuta Yanga na mimi hapa na nakupa taarifa wewe Mwajuma. Ukitoka hapa kawafikishia wale, wewe unajifanya chawa. Akaambia nikitoka jela nitakunya mavi magumu pale kwenye nyumba yao. Nyumba nzima nitasambaza mavi. Alafu ndaenda kutafuta yale majani ya mavi yale. Nachola nyumba yote inanuka inya. Alafu wewe tuheshimiane, mimi sio Mwajuma. Unaniona hapa mimi pa kijola? Wewe vipi wewe? Wewe kama umepachama mimi nimepachamwa. Nitakufuata huko ndani. Unanihitaji mimi Mwajuma. Mimi nina sina ke. Wewe vipi wewe? Wewe hapo una ke. Na ndio maana mbea kama Posh Queen. Hebu jiangalie. Wewe una ke. Afande ana ke. Wewe hapo wewe una ke kabisa. Alafu usijifanye unatamba. Wewe una ke tu. Wewe Mwajuma ni wewe na familia yako. Fanya upala kama mgongo wa mbilikimo. Wewe nitafute. Sasa hivi nitakufuata humo. Usifanye tukavuligana siku. Nimetoka nyumbani, familia yangu imenivuruga, na wewe unataka uniharibie siku, sivyo? Nitakufuata humo kijana. Usijifanye umevuta bangi kupitiliza. Mimi bangi natumiaga siku moja. Usifanye tukakumbushia mambo tulioacha mwanangu, sawa? Mwajuma anake. Mwajuma kapachamwa. Mwajuma anake. Mwajuma kapachamwa. Yaani wewe hapo untisha hata kidogo. Wewe unajifanya mwanaume? Ingia sasa unifuate. Unajifanya mdoko sana hapo kizingatiwa kiume. Wewe hapo unakea, una wewe. Au iko kindevu kama majani ya mpunga. Untisha hata kidogo. Njoo sasa ujaribu, njoo upime. Mimi nimepachamwa sana tu. Yaani ile pale skanka kama unaijua nyisi mnavuta. Mimi nakula, nachanganya kwenye ubwabwa. Yaani inapoendea nahisi utaniambia tu funga yangu. Wewe inaonekana tu sio mzima akili. Hapa nahisi nabishana, kumbe nabishana na mpumbavu. Akili inaonekana huna kabisa wewe. Na ndio maana umeletwa hapa. Nabishana na mpumbavu tu. Iangalie. Yaani hata maana huna. Mtaani fujo, huku napo fujo. Ngoja niondoke zangu tu. Mwajuma anaondoka. Kwa hiyo Mwajuma unaondoka msasi uniletei? Eti Mwajuma anaondoka. Mwajuma mdodo, Mwajuma mtoto. Wewe Mwajuma kwa ndo unaondoka? Yaani wewe hapo usiondoke. Basi kaniletee basi masuala ya ukoko wa tambi. Halo, humu nahisi nabishana na mpumbavu tu. Wewe umechanganikiwa nini wewe? Ndio Mwajuma, umenidatisha mwenzio. Yaani mwanangu, naona tu usela tuache. Hauna maana hata kidogo. Unajua, tumehangaika na jungu la ukoko wa tambi. Ukoko wa tambi upi huo kwenye ukoko? Mimi naona kabisa hii Ramadhani inaenda kuisha na tumezunguka nyumba nyingi sana kuzingatia masuala ya msosi na hatujapata. Kwa hiyo mwanangu unaona tu tuwe tu watu wastaarabu, tumrudie tu Mungu na ukizingatia hapa hiyo Eid inakuja. Vipi? Umemnunulia mchumba abaya? Aishe, abaya ipi hiyo? Ndio abaya ubaya ubwela. Mimi sijui bwana mwenzangu ipoje hiyo. Mimi sijazingatia chochote kuhusu mchumba wangu. Na hakuna chochote alichonifuata tu kusema anahitaji masuala ya abaya. Mimi hela yenyewe sina.
Ramadhani tu imeniendesha kama mbwa. Alafu kirahisi nitoe langu nimzingatie yeye. Kanzu tu ya kushalia Idi shina. Yaani sio wewe. Hata mimi amenifuata yule bibie. Akaniambia anataka abaya. Mimi nikamuuliza abaya vipi? Au ndio ubaya ubwela? Au ndio ubwela ubaya? Abaya ubwela ubaya. Mimi nikamuuliza hivyo. Lakini akashinda kunijibu mwanangu. Life lenyewe ilivyokuwa tafu. Alafu kirahisi mimi nitoe 60,000 sijui 300,000 huko. Akanunua abaya. Kama vipi tutaenda kumshoneshea? Tofauti napo mwanangu mimi siwezi. Aishe, sio poa mwanangu. Shema mwanangu tubadilike. Wewe unapenda sana kupiga kesha watu. Sasa angalia ukajitafutia matatizo kaenda polisi. Mimi siku zote nilijua tu kama mtego. Unaniambia ati unakula ukoko wa tambi na wakati nilikuwa nashikia mitofyolo kule ndani. Nilishtuka mapema ndio maana nikamwoni penye. Sasa na wewe mbona nakumbushia mada ishapitwa na wakati? Hayo mambo sitashaacha kitambo mwanangu. Ndiyo nilimbonda, nikaenda polisi nimeachiwa. Lakini ndio maana nikakwambia tumrudie Mungu. Tufanye tu mambo mazuri atakayompendeza Mungu. Tuache uuni mwanangu. Sila una maana ipo siku utakufa. Basi hamna noma mwanangu. Hilo unajua kuna kale kanyimbo wanakaimbaga Kalamajani. Hujawahi kusikilizaga TV Imani au Radio Imani? Inaitwa Radio Imani. Hujawahi kusikiliza mwanangu. Kuna kale kanyimbo Kalamajani wanakuwa wanakaimbaga. Unakakumbuka uniambie kidogo? Hapo najua hiyo. Hiyo mimi naweza kusikiza toka nikiwa kwenye tumbo la bi mkubwa hiyo. Inaimba hivi, Ramadhan ya Rabbi. Ya Ramadhan. Naendeleaje vile? Ramadhan ya Rabbi bio Ramadhan. Nice ndo kama hivyo mwanangu. Ukiimba hivyo mwanangu unaonekana mtu wa maana kabisa. Safi kabisa. Sio tunaenda tunagombania ukoko wa tambi kwenye jungu la ukoko. Haisui kabisa na ipendezi. Sio dakta, Aisha mwanangu leo umejua kunifurahisha. Sio kwa kuimba huko. Kumbe mwanangu kidogo ukitulega akili inakuwa ipo vizuri. Sema mwanangu naishi kama mwezi umeandama. Unaona kule upande wako, mwezi umeandama. Twende tukajiandae na Idi, mwanangu Idi. Idi yupi unamsemea? Sije kama yule dogo Idi aliyozoa balaa. Au balaa Idi aliyozoa Idi. Eti Idi aliyozoa Idi. Kama Idi ya sikukuu tondoke mwanangu, ndio muda huu.